kuna kitu ambacho ningetamani kukiweka sawa. Kuna ushuhuda fulani ambao ulitamba wakati fulani. Ule ushuhuda ulikuwa ukionyesha na kuwathibitishia watu kwamba Michael Jackson ametolewa kuzimu, amepelekwa mbinguni. Yesu amemtoa kuzimu, amempeleka mbinguni. Na ni ushuhuda ambao ulienea kwa kasi sana miongoni mwa watu. Na kigezo walichokitumia walisema kwamba kwa sababu Michael Jackson alionyesha nia ya kutaka kutengeneza na Mungu kabla ya kufa, na akajikuta amekufa kabla ya kutengeneza, kwa hiyo ikawa ndo sababu ya Yesu kwenda kumtoa kuzimu. Sasa leo nataka niwaambie kwamba jihadharini na mjiepushe na aina hiyo ya shuhuda. Ni shuhuda za uongo ambazo hazipo kwenye msingi wa kimaandiko. Ni maandiko gani yanayosapoti kwamba Yesu ana utaratibu wa kutoa watu kuzimu waliofia dhambini eti kisa walikuwa na nia ya kutengeneza? Nisikilize, maandiko yanasema kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Sio kuwazawaza tu eti nataka nitengeneze eti anatolewa. Mpaka akili kwa kinywa chake. Na akikiri katika imani, Yesu akamkubali, huyo hata akifa anakwenda mbinguni. Lakini kama alikufa kabla ya kukiri kwa kinywa, huyo mpaka leo yupo kuzimu. Kwa hiyo ni ushuhuda umepotosha watu wengi sana. Na cha ajabu nikaona baadhi ya watu wanasema kwamba na mimi nilipomuuliza Mungu kuhusiana na hicho, Mungu akanithibitishia kwamba ni kweli amemtoa Michael Jackson kuzimu. Wewe usidanganywe na shuhuda za mashetani. Ushuhuda wowote ambao upo nje na neno la Mungu, hauendani na misingi ya kimaandiko, huo ni ushuhuda wa kipepo. Haijalishi umetolewa na nani, aliyetoa anaomba kiasi gani, anaona kiasi gani, hata kama angekuwa anaona mpaka kuzimu. Ni ushuhuda wa uongo. Michael Jackson mpaka sasa ninapoongea na wewe yupo kuzimu kwa sababu alijiharibu. Na maandiko yanasema mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamuharibu huyo mtu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mungu awape neema ya kuwa makini na shuhuda za mashetani zinazozuka na kuenea kwa kasi miongoni mwa nyakati tulizokuwa nazo. Wako watu watakuja watasema nimeenda kuzimu, wengine watasema nimeenda mbinguni. Ni kweli Yesu anaweza kumpeleka mtu kuzimu, akamuonyesha aliyoko huko na akamtuma kuja kuambia watu. Na ni kweli Yesu anaweza kumpeleka mtu mbinguni, akamuonyesha aliyoko huko na akamtuma kuja kuambia watu ukweli. Lakini sio wote wanaokuja na hizo shuhuda wametumwa na Mungu. Wengi wametumwa na mashetani. Na kwa sababu ni miongoni mwa shuhuda zinazopendwa na Wakristo wengi wameingia kwenye mtego, wamefungwa, wamekamatwa na ibilisi, hawawezi tena kutoka, wamekuwa ni mateka wa kiroho kwa sababu ya hizo shuhuda. Sio wote wanaokuja na kusema kwamba nilimtumikia shetani kuanzia utoto. Miaka 30 nilitumika kuzimu, nilitumika mpaka nikafa, kimeenda kimerudi. Sio wote ni wa kweli. Wengi wametumwa na kuzimu kuambatanisha watu na mtandao wa kishetani. Na kuna watu wanaingizwa kwenye uchawi bila wao kujua kupitia hizo shuhuda. Kuna watu wanaunganishwa na Freemasons bila wao kujua kupitia hizo shuhuda. Na ndio maana unatakiwa kuchuja na kupima. Sio kila ushuhuda wa mbinguni ni wa kukimbilia. Sio kila ushuhuda wa kuzimu ni wa kukimbilia. Sio kila ushuhuda wa anayedai sijui alikuwa malkia wa wachawi, sijui alikuwa mfalme wa wachawi, sijui alikuwa nani ni wa kukimbilia. Chunguzeni katika Roho Mtakatifu. Msiangalie nje peke yake. Eti ukaona kisa mtumishi ana sura ya upole, ana sura ya unyenyekevu, anasema nampa Mungu utukufu. Eti ukahisi hicho ndo kipimo cha kweli. Utakufa, utapotea. Shetani anafanya kazi usiku na mchana. Yupo active kukipoteza kizazi cha watu wa Mungu. Na ni hatari sana kujiambatanisha na vitu kama hivyo, kwa sababu unapojiambatanisha navyo unapandikiziwa yale maroho. Kwa hiyo hata kama huyo mtumishi atasema kuzini sio dhambi, wewe ukisema ngoja nimuulize Mungu, ukiomba yatakuja mashetani atakwambia ni kweli sio dhambi, na utadhani ni Mungu amesema, kumbe sio Mungu. Unaibuka na imani za kipepo, unaanza kupotosha na kudanganya watu. Mafunuo ya kwamba meza ya Bwana sio sahihi kutumia ni mafunuo ya mashetani. Mafunuo sijui ya nini mengi yanakuja leo ambayo yapo kinyume na maandiko, ni mafunuo ya mapepo, hayakubaliki na tutayapinga kwa mujibu wa sheria za ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. This is your prophet Justin. Nimetoa onyo juu ya shuhuda za kufuata.
na za kuto kufuata. Muombe sana Mungu akupe kibali ili usiingie kwenye mtego wa kishetani katika jina la Yesu Kristo. Shalom.